ambaye anatoa afadhali kwa Taifa Stars. Bado hajafika kwenye ile quality ambayo inaweza ikalazimisha defense ya Taifa Stars kuonesha makosa ya kulazimishwa. Sijaona pressure ambayo imetoa kwa mabeki kama Bakari na Job. Wao wako comfortable kuanzisha mashambulizi nyuma. Alphonse Mabula anakuja kama kiungo mkabaji, anakuja anapokea pass, anapata time ya kufikiri. Kuna muda ulimuona anakokota, anasubiri apige. Waid Rashid akapiga cross ambayo walinzi na mlinda mlango walipambana kuondosha hatari, lakini ikamkuta kwenye mguu wake wa kulia Mohamed Daham, ambaye hakufanya makosa wala hakuweka ajizi. Akapiga mpira kwa kushindilia mno na kuja kambani kuandika goli la kwanza. Ni 2-1 Tanzania 2 Kuwait 1. Dakika ya 2 sasa wamerejea kwa moto mno Kuwait. Kama walizani kwamba ni dodo chini ya mbuyu Tanzania, basi hiki ambacho kinatokea kipindi cha pili pengine kinawapa majibu tofauti. Yule aliyefunga goli la kwanza Mohamed Daham ndio anafunga goli la pili akitumia makosa ya mlinda mlango Yakubu Suleiman. Angalia mpira ambao unaonekana kama hauna madhara na ulikwisha ingia kwenye 18 kiasi angeweza kudaka au kufanya uamuzi sahihi zaidi Yakubu Suleiman, lakini akaamua kuondosha, akachimba nyasi na mpira haukuondoka kwa kasi aliyotamani, na Mohamed Daham anaiandikia Kuwait goli la pili na goli la kusawazisha. Kuwait 2 Tanzania 2. Uwanja na mpira huko nje ya touchline, wanarusha Kuwait. Mchezo kwa mkono, mpira ndio kutem metishia Mohamed Daham, goli la 3 wanaandika Kuwait. Mpira wa kutenga Mohamed Daham kwa mara nyingine unakuwa na madhara, na huu unakutana na mguu wa Yusuf Nasser ambaye muda mchache uliopita alionekana akipokea maelekezo kutoka kwa kocha Helio Susa. Miguel Gamondi anajiuliza hiki nini? Kipindi cha kwanza timu yake ilikuwa bora kiushambuliaji na kiulinzi, lakini kipindi cha pili wanaruhusu magoli matatu. Mpira ambao ulichezwa kwa mkono na Novatus Dismas, mfungaji wa magoli mawili Mohamed Daham akapiga mpira wa kutenga, walinzi wakiwa wamezubaa, akakatiza Yusuf Nasser. Mbinu nzuri ambayo anaitumia Kuwait. Walisoma nini ambacho walikosa kipindi cha kwanza, na ndio kitu ambacho walikuja nacho kwa ubora zaidi kipindi cha pili katika safu yao ya kushambulia, wakitumia vyema makosa ya kiulinzi ya timu ya taifa ya Tanzania. Tarin Alarahia, Charles Mombwa amepisha kwa Shomari Kapombe, weka ndani kuna kwa deflected na unafika kwa mlinda mlango Khalid Al-Rashid. Mekewa Daham, Moad Tonje Dickson Job ni kona. Mwisho inawekwa kona nzuri ndani, ukitoka flick goli la 4. Mlinzi wakati aliyekwenda kuongeza nguvu kwenye mashambulizi Hassan Hamdan Alalez anaiandikia Kuwait goli la 4. Vile ambavyo walitumia katika mpira wa kutenga uliozaa goli la 3, walijisahau walinzi kufanya marking na ukamkuta mpira Hassan Alalez mbele ya Tarin Alarahia. Nafasi nyingine ya kuandika goli la 5 na Kai mara ya Yakubu Suleiman.
Inawekwa kona nzuri ndani huku, imetengwa kwa nje, pigwa nzuri ile, cheza na kutoa nje tena. Yakubu Suleiman, ni kona. Kuwait iliyocheza kipindi cha kwanza ni tofauti kabisa na Kuwait iliyocheza kipindi cha pili. Tanzania iliyocheza dakika 45 za kwanza ni tofauti kabisa na hii ambayo inacheza dakika 45 za kipindi cha pili. Hassan Alanez ambaye alijikuta peke yake na kufanya kosa, akaugusa tu mpira ule na kujaza kambani kuiandikia Kuwait goli la 4. Alijisahau Tarin Al-Rahia, akaamini kazi amemaliza, alafu yeye ndo anauliza huyu anakabwa na nani? Na wanaondoka na mali. Al-Khalid yuko pasi kwa mfungaji wa magoli mawili. He is on a hat-trick. Ahmed Dahama anadhibitiwa. Meanza mbwembwe sasa Kuwait. Nafasi hiyo hapo nyingine wanatengeneza Kuwait, weka mpira mzuri ndani huko, anakatana kugonga kichwa. Duga pasi ndani huko. Haya. Nafasi sasa ili kwa Al-Khabib. Wanakwenda nje. Wamepoteza nafasi ya kuandika goli la 5. Kuwait aliteleza Bakari Mwamnyeto, akatoa nafasi kwa Shabai, lakini hawakuitumia ipasavyo. Taidi kupunguza ukubwa wa goli. Peter Al-Rahia, Tarin Al-Rahia, lakini anakwenda nje. Morris Abraham ametafuta pasi nzuri sana ile, ametoka uzuri pia Alphonse Mabula. Abraham jaribio nzuri sana ambalo anacheza mlinda mlango wana kweli kweli, anapiga Morris Abraham. Haya, wameanza haraka kona ile. Dismas kwenda nje, na kwani kupitia yule ambaye alifungua milango kwa kuandika goli la kwanza, Charles Mombwa. Nizamu ya Khalid Al-Rashid kujilaumu. Kazi nzuri ya pressing ambayo anifanya Selemani Mwalimu inazaa matunda kwa Stars. Walianza kujiamini katika eneo lao la ulinzi. Kuwait akafanya pressing Selemani Mwalimu, na mpira ukamkuta Charles Mombwa ambaye hajafanya makosa na kuiandikia Tanzania goli la 3, kufufua matumaini ya kutopoteza mchezo huu. Kuwait, ni nafasi ya Kuwait sasa, anapigwa pasi moja nzuri sana ya kutambaliza, anakaa imara na kucut out Dickson Job, bado hatari. Shabaib anakataa Yakubu Suleiman, Mwamnyeto anaondosha. Charles Mombwa, foul. Mchezewa ndivyo sivyo mfungaji wa magoli mawili ya Tanzania Charles Mombwa, nyota wa Floriana ya Malta, mabingwa wa kihistoria wa nchi ya Malta. Floriana waliona uwezo wake na wakaamini anaweza kuwasaidia, na ilibakia anaunyinyiza kupitia Bakari Mwamnyeto, anaudondosha lakini unaishia kwenye mikono ya Khalid Al-Rashid. Kipenga kinasikika kuashiria kwamba ni offside. Alitoka mapema Bakari Mwamnyeto.